if you can't defend your faith, mtu atakuja atakuuliza na unafunga kwa nini na Yesu alifunga. Mtu atakuja kuambie pepo ametoka wapi kanisani na mumeokoka. Mtu atakuja atakuuliza unaongea kwa lugha, wewe unaelewa kile unasema. Because you don't know, utaogopa, utaacha, and then we end up with a powerless church. The body of Christ in Kenya right now, sorry to say, is so powerless because most of what we have is religion. Religion ni watu kujiundia formula zao za kujaribu kufikia Mungu. Kristo alikuja kuvunja udini ndio alete roho wa Mungu. Juu roho wa Mungu ndiye nguvu za Mungu. So Kristo alikuja ndio kufungua makanisa, ndio roho wa Mungu apate nafasi. Kufungua udini wa watu. Ndio anaingia hekaluni, anakuta watu wamekaa katika ukawaida, wanasomaga neno, wanatoaga matoleo, lakini na wanaomba, lakini hakuna nguvu za Mungu pale. Anapoanza kufundisha wanashangaa, wanauliza na ni nani huyu ako na mamlaka hivi? Na hii nguvu anatumia ni gani? Juu hawajaiona nguvu, hawajaiona mamlaka, wameona dini. Gen Z wenye wako saa hii generation iko inataka answers, inataka power, inataka kuona ukisema kuna Mungu uponya, inataka kuona huyo Mungu akiponya. Inataka ukisema kuna kuwaga na pepo, ione na macho na ione pepo ikitoka. If you can't demonstrate power, you are preaching something that will die very soon. Kama unanielewa kile nasema, nani alichokea makanisani? Ulichoka kukaa hapo kuambiwa mambo yenye, kuambiwa kitu ambacho hakidhihiriki. Are you together? Praise God. Yesu ni nguvu za Mungu na ni hekima ya Mungu. Kwa hivyo ikiwa tutaketi kanisani tuanze kumhubiri Kristo, juu yeye ndiye nguvu za Mungu, kitu kitadhihirika pale kinafaa kuwa nguvu za Mungu. Sema amen kama unanielewa. If we sit in church and begin to learn about Jesus, then Jesus is the power of God. Na hiyo nguvu ya Mungu, yani huyo Kristo anafaa kudhihirika zaidi hata ya kueleweka.